Kwa yoyote, tuseme tu hivyo, tunapanga kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia yangu na maanisha kazi, period. Yaani hata sasa hivi kitu nitakachoona kwangu mimi ni kazi basi. Zelisa, ukisema kwamba aliyekuwa mume wangu nafanya watu waamini kwamba tayari ushatoa talaka. Ni kweli? Siko kwenye ndoa. Umeshatoa talaka ngapi? Siko kwenye ndoa. Talaka tatu. Unaruhusiwa kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine? Napumzika kwanza jamani. Yaani sheria za dini unaruhusiwa? Napumzika. Okay. Nikienda kwa kofu nitarudi pia kwa Ana. Napenda wote mjibu samahani kama nakuwa too much. Watu wengi wanakimwona binti mdogo ndoa mbili wanaitafsiri tofauti. Kwamba ndani ya ndoa mbili zinashinda na ndoa ambazo moja ilitoka hajamaliza mwaka, nyingine hajamaliza miaka miwili hivyo. Kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, wanaokupush unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini ili endelee kuwa na imani ya kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao. Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu wanakuwa wanakutana nao ni tatizo. Wanasema sawa kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu wasikurupuke. Una imani mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye ndoa muda mfupi, mjakaa sana, mkafunga ndoa. Tuongelee vitu vingine. Okay, ana collection hapo kwako. Jana kuna wasanii kama 3-4 wa filamu wana majina makubwa wako kwenye ile Big 6. Mmoja wapo alikosoa namna ambavyo makampuni ya kibiashara yanatumia wasanii pale wanapotrend, zinaenda kwenye matatizo au kwenye jambo lolote ambalo sio zuri. Na wakatolea mfano swala la Zailisa kwamba amegombana na mume wake. First ameshaonekana anakuja kufanya press na inaonekana kuna kampuni itaonesha inarenew mkataba au inasaini naye. Kwenu nyinyi ikiwa mmoja wa watu, unaitazama vipi hiyo mnapoona labda mtu yuko kwenye tatizo kama hili ambapo watu wengi